ananipenda, ni wa uzima wa milele. Yesu ni wa uzima wa milele. Ni wa uzima, 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 ni wa uzima. Sema uzima, sema uzima, sema uzima, sema uzima. Hapo nyumbani sema uzima, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima. Hapo nyumbani, hapa Nairobi, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima. Nakuandaa, ni wa uzima, nakuandaa, ni wa uzima. Wewe karibu uone Yesu, wewe karibu uone Yesu. Weka shangwe na vigelegele. Ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima, ni wa uzima. Nakukaribisha, ni wa uzima, nakukaribisha, ni wa uzima. Wale walio mbali, sema milele, sema milele, sema milele. Tumuinue, inua, 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 inua. Worship kidogo. Nawakaribisha kwa ibada tu. Mjiandae walio mbali. Hapo nyumbani na kukaribisha kwa ibada ya mchana wa leo. Ni ibada ya unabii. Na kukaribisha wewe uko hapo nyumbani, wewe uko hapo mbali, uko Kenya na uko nje ya Kenya. Inua mikono yako tumwabudu Bwana. Inua mikono yako tumwabudu Bwana. Ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, oh ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, Ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, sina mwingine, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unatosha, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, unatosha Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unatosha, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unatuponya, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, oh ni wewe, unatawala, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, Bwana Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe,
Kumbuka sasa ni wewe kwa ibada. Ni wewe, sina uwezo, ni wewe, tenda sasa. Bwana Yesu unaweza. Ni wewe, tumekuja, ni wewe, sema jambo. Bwana wa mabwana, ni wewe, na kuabudu, ni wewe, ni wewe Baba. Ni wewe, utuongoze, ni wewe, mwana wa Mungu, ni wewe, Bwana Yesu. Ni wewe, kwa kila jambo, ni wewe, unatosha, unatosha Bwana. Ni wewe, naenda nawe, ni wewe Bwana Yesu. Ni wewe, tukifika, ni wewe, tunasema Bwana Yesu unaweza, hakuna kama wewe. Ni wewe, tutangulie, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe Bwana Yesu unaweza. Ni wewe, ukituponya, ni wewe, tunasema ni wewe Bwana Yesu, hakuna mwingine kama wewe. Ni wewe, ponya kansa, ni wewe, tutasema ni wewe Bwana Yesu. O Yesu, ni wewe, kwa mambo yote, ni wewe, hakuna mwingine, ni wewe. O Yesu, ni wewe, nikilala, ni wewe, nikiamka, ni wewe. Bwana Yesu shuka. Ni wewe, tutangulie, ni wewe, tunajenga. Bwana Yesu tunakuomba asubuhi ya leo na mchana wa leo, tunaomba kibali mbele zako Bwana, tunaomba kibali mbele zako Jehova. Naomba kibali kwa dunia mzima Bwana, wale ambao wako mbali na wale wako karibu, naomba kibali Bwana. Naomba mchana wa leo usituache Bwana kwa magumu na kwa mazito, usituache Ebeneza. Ni wewe Jehova, hakuna mwingine kama wewe. Kumbuka kesho kuna wagonjwa wanaandaliwa kuja, kuna wazimu pale anakuja Bwana. Naomba kufungua chochote walifunga, naomba kubariki kile walilaani, naomba kuinua kile walizusha. My Father, my God, tujalie neema mchana wa leo. Marafiki wanaweza tuacha, lakini wewe ni Mungu, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Elisha kazingirwa, wewe ni Ebeneza, kamshindania kwenye mapambazuko kama ya leo. Naomba Jehova kibali mbele zako. Yes Lord, King of King. Baba yangu nakuomba tu msaada nikiondoka na nikirudi. Wewe ni msaada, wewe ni msaada. Abia Bwana jambo, wewe ni msaada. Nikilemewa unishike mkono, nishike mkono Bwana. Nikilemewa utushike mkono. Sisi ni vyombo dhaifu, tushike mkono Bwana. Ongea na Mungu, mwambie kushike mkono. Baba, asubuhi ya leo faili yangu ilifichwa, ninaomba ifichulie
vile ulikumbuka Mordekai, utukumbuke mchana wa leo na asubuhi ya leo Bwana. Asubuhi ya leo Yesu, hatuna chochote Bwana ila ni wewe tegemeo. Wewe ndiye msaada wa karibu. Mwanadamu anaweza fika mwisho, wewe ni mwanzo, wewe ni mwisho, wewe ni mwanzo. Ongea na Mungu, mwambie Jehova, manabii wamenena lakini sijasikia sauti yako Bwana. Manabii wamenena haijafika, wametabiri haijafika, walisema haijatimia. Na kuomba Bwana, mkono wako ulio hodari na mwenye nguvu na mwenye uwezo. Unaweza kuwa hali ngumu pale hospitali, mweleze Jehova asubuhi ya leo. Nabii akiongea, sikiliza Bwana, sikiliza. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Sema hakuna mwingine tena. Oh, kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena. Bwana Yesu, Kama Baba wa mbinguni. oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Sema Hakuna mwingine hakuna kama Baba wa mbinguni. hakuna mwingine tena. Kama Baba wa mbinguni. Oh, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Tuseme wote, Hakuna mwingine tena. hakuna kama Baba wa Mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Sema hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Tuimbe Hakuna mwingine Bwana Yesu, hakuna mwingine kama wewe Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena Aya kama Baba wa mbinguni. kienda ukambani, hakuna mwingine tena. Kama Baba wa mbinguni. Hakuna mwingine tena kama Baba wa mbinguni. Kienda ng'ambo, hakuna mwingine tena Baba kama Baba wa oh Yesu, hakuna mwingine tena kama Baba. Tuseme wote, hakuna mwingine tena Bwana kama Baba wa mbinguni, hakuna mwingine tena kama Baba. Tuimbe wote, hakuna mwingine, hakuna kama Baba wa mbinguni. Yesu kama Baba, tunainua mikono, hakuna mwingine kama Baba. Oh, hakuna mwingine. Yesu kama Baba, tunaondoka hapo ulipo tu, hata Amerika, Dubai, kule China, hata kama hakuna tumaini, ni wewe Bwana, hakuna mwingine. Sema hakuna. Watu wanakombolewa Bwana Yesu, nikiwa chini ameinua nikamuona, kule kwa Batimayo akapata macho, mwana wa Daudi, hakuna mwingine. Yesu mwana, wale wako jela, Shadraka, Meshaki na Abednego
mjengo ukiisha. Hakuna mwingine tena. Hakuna kama ya Jehova. Kama Baba wangu. Yes Lord. Hakuna mwingine tena. Kama Baba wa mbinguni. Yes, asante. Basi nakukaribisha kwa kipindi. Unaweza kaa tu chini. Mungu wa uzima akubariki na akuinue. Naongea nikiwa nchi ya Kenya. Mji mkuu wa Nairobi. Niko sehemu inaitwa Kasarani. Nakukaribisha kwa kipindi cha nabii wa Mungu. Nikwambia kwamba ukitaka kunipata, ingia pale kwa Facebook yako, andike Jesus Signs and Wonder International Church. Uende pale kwa Google, Jesus Signs and Wonder International Church. Uende pale kwa TikTok, Apostle Lawrence 254. Basi nakukaribisha na nikuelezee Mungu anaweza yale yote mwanadamu anashindwa. Nilikuwa chini kabisa. Nilikuwa chini sana. Kabla simjue Mungu, nilikuwa nafanya kazi ya kuchunga ng'ombe. Na nikwambie Bwana anapokuokoa kuna kule anakuelekesha. Ndiposa nakwambia leo na kuaga na watu, nionane na watu, tuongee. Na Roho wa Mungu anatuhudumia. Basi wale ambao ni wa kutaka kujua Mungu anasemaje ni leo. Kesho saa 8 ni deliverance. Ulete zile wale watu wagonjwa. Na Jumapili nikakwambia yale magonjwa utaletea Mungu ni yale magonjwa imeshida madaktari. Uliona Sunday kulikuwa na watu kama 10 wa leukemia, kulikuwa na wazimu, kulikuwa na watu ambao wako na shukari wakapona. Na zaidi ya yote ukimtegemea Mungu utaona mafanikio. Ndiposa nimesema kuna utofauti wa leo na kesho. Kesho inakuwa ni siku ya kukemea na kukataa. Ulete huyo mtu cha lazima. Either ni wazimu, funga na kamba, leta. Ametoroka Mathare, leta. Ukisoma Marko 5, mtu alikuwa anajikatakata makaburini. Alikuwa anafungwa na watu wao. Lakini kwa sababu ni kiroho, lazima agekatakata. Mtu anapotaka kushinda, lazima awe na nguvu za ulimwengu wa kiroho. Lakini ukiwezwa, utakamatwa na utafungwa. Ndiposa wale watu wakwao wanamfunga akae nyumbani, lakini hawezi kaa kwa sababu utawala ni wa mapepo. Lakini Yesu alipokuja, hakuna maswali. Mko legioni, tokeni. Toka. Ukiendelea kusoma unasema, andiko inasema akarudi nyumbani, akili zake zikawa sawa na akavaa nguo. Kwa hivyo hakuwa na nguo. Alikuwa uchi. Shetani nia yake ni ya kuache uchi. Kiroho na kimwili. Kipesa akuache uchi. Devil is a liar. Na ndiposa nakwambia Mungu akiamua kukuinua, lazima na wewe uchukue hatua ili uweze kuinuliwa. Nikakwambia ukisoma Mwanzo 29, Yakobo ni kuondoka akaondoa jiwe. Naye Mungu akawa pale akamwelekesha kwa Labani. Sio jiwe lilisaidia Yakobo. Ni Mungu alikuwa katikati ya jiwe na Yakobo na wasichana wa Labani. Basi nakukaribisha nikwambie, nabii sio mtu wa kawaida. Nabii ni chombo cha Mungu. Ujumbe wangu wa siku ya leo, ukitaka kufanikiwa kupitia upako wa nabii, ukitaka kufanikiwa kupitia upako wa nabii, lazima utambue ako na uwezo wa kukuokoa
na kukusaidia. Lazima utambue. Ukienda kwa nabii lazima utambue. Kama hutatambua utarudi hivyo. Kwa maana nabii hakuagi yeye na uwezo wa kutoa baraka kwake akupe. Lakini wewe ukitambua, roho yule aliye ndani yake naye anakutambua, mnafanya kazi pamoja, ama anakuinua kwa sababu umemtambua. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili 5, maandiko inasema Naaman aliposikia kuna mtu, kumbuka huyu ni jemedari wa kikosi cha Suriata, alikuwa anaitwa Naamani. Naamani ndiye alikuwa anaongoza vita. Lakini alipokuwa na ukoma, akasikia kuna mtu Israeli ambaye anaweza ponya. Maandiko inasema alienda kwake. Kwa hivyo ni kumaanisha alitambua. Na alipoenda akaambiwa, enda ujichovye Jordan mara 7, hakuangalia cheo, alienda akaingia Jordan na akaweza kuingia kwa maji kama vile maagizo ya nabii, kwa maana alitambua. Ukisoma hapo chini nasema alipojichovya mara 7, kwa maana ilikuwa ni mara 7. Order ya nabii mara 7. Mara 7 nyama za mwili wake zikawa kama za mtoto, ukoma ukaondoka. Wengine walikufa kwa sababu hawakutambua Elisha. Wengine waliangamia kwa sababu hawakutambua nabii wa Mungu. Ukitambua nabii wa Mungu anakuinua. Either alizaliwa jana, ama atazaliwa leo, ama atazaliwa kesho. Umtambue tu. Leo nimeenda kwake, hii kansa na iacha huko. Leo nimeenda kwa nabii. Akisema ni Mombasa, sitaki kujua kama niko na nauri. Si amesema ni Mombasa, basi naenda Mombasa. Ukitambua unapona. Basi nakukaribisha wewe ya kwamba hautambui. Nataka utambue. Mimi niko hapa kwa sababu ya upako fulani. Niko chini ya upako. Kila mtu akona mkubwa. Kila mtu akona na uwezo. Lakini kuna uwezo zaidi. Tukimulilia Mungu, atashukia kwa nabii, nabii naye aconnect kwa wale walio laini yake. Ukitambua. Leo ukitambua utaondoka hapo bila kansa. Leo ukitambua utaondoka hapo ukiwa na kazi. Ukitambua leo utaondoka hapo ukiwa na nyumba yako. Ukitambua leo utaondoka hapa na vitu vyako zile walikupokonya. Ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili 2:19, kukawa maji inaua watu. Maji inaua watu. Watu wanazaa mapooza. Ng'ombe zinakufa. Mashamba haizai. Walipotambua kuna mtumishi wa Bwana. Ni Wafalme wa Pili 2:19. Inasema ya kwamba watu wa mji wakaangalia mahali wanakaa ni pazuri, lakini wakipata mimba wanazaa watoto kabla. Mashamba haizai. Ng'ombe zina afya mimba. Lakini watu wakaulizana. Wakatambua kuna nabii ako na uwezo wa kukomesha hii dhoruba na kisirani. Maandiko inasema wakaenda kwa Elisha. Na Elisha akawaambia, leteni chungu kipya. Wakaweka chumvi pale ndani, wekeni chumvi. Akaenda mpaka Jebi. Maandiko inasema akasema, maji haya msiwe mnaua watu. Maandiko inasema mpaka siku ile Elisha aliongea mpaka wa leo haijaua mtu. Hata wewe ninasema kwa jina la Yesu, kama kuna roho inakufuata ikuue, ukitambua leo utaondoka hapa na watoto wako. Utatoka hapa na biashara yako na itakufa. Zile mwanadamu anaweza azisha zinaweza kufa. Lakini ile Mungu ameazisha
haiwezi ikafa. Wakatambua. Salimia mtu mwambie tambua upako. Tambua upako. Naongea na wewe online. Naongea na wewe uko mbali. Naongea na wewe hauna kazi. Naongea na wewe hata uko na kazi na ikusaidii. Ukitambua ni nabii anaongea, mambo yako yatakuwa sawa. Ukitambua ni nabii anaongea. Elisha akasema Wafalme wa Pili 7, kesho kutakuwa na unga. Kulikuwa na njaa Samaria. Samaria ilikuwa ni mji iko na njaa. Watu wanakulana. Watu wanakula misoga. Watu wanakula vitu ambazo hazitakiwi zikuliwe kwa maana ni njaa. Mfalme hana uwezo. Lakini akaja mtu akasema kesho masaa kama haya unga utauzwa shekeli katika lango la Samaria. Wengine wakasema iwezekani. Wale ambao wanategemea nguvu zao, wale wanategemea masomo, wale wanategemea buduki, wale wanategemea mambo ambayo ni ya kuisha. Wakamwambia haitawezekana. Elisha akawaambia utaona lakini hautakula. Waine wenye ukoma, waine wenye kutupwa kama wewe. Kuna watu wametupwa, tulikuwa tumetupwa, tulikuwa tumekataliwa, tulikuwa tumeachwa mpaka dunia na watu wetu. Lakini Bwana alipotuinua, mkono wa Bwana uko na uwezo. Leo kuna mtu anaenda kuinuliwa. Leo kuna mtu anaenda kuinuliwa. Leo kuna mtu anaenda kuinuliwa. Leo kuna mtu anaenda kupata kazi. Leo kuna mtu anaenda kufanikiwa. Leo kuna mtu anaenda kupata visa. Leo kuna mtu hapataki mtoto. Leo kuna mtu ambaye akiolewa anatupwa. Kuna kitu Mungu anaenda kuandaa. Wale wenye ukoma wakasema tuondoke hapa twende, naye Mungu akawa pamoja na wao. Sema amen. Kwa hivyo ningetaka nikwambie mchana wa leo inaweza kuwa uliamka vibaya. Lakini sio kumaanisha utamaliza vibaya. No. Unaweza kuwa uliamka vibaya kiumwa na mwili, na hata ile ofisi umeingia umesikia ripoti ile wamesema hakuna kazi. Sema amen. Mimi nataka kuongea na Mungu wangu na madhabahu. Niseme ya kwamba ile ripoti walitoa jana nimeibadilisha. Ile ripoti walitoa jana, either ni ofisini, either ni hospitali, either ni jela, either ni kotini, hiyo ripoti naibadilisha. Niseme ya kwamba no case to answer. Sema amen. No case to answer. Utaondoka na utaenda nyumbani. Leo utaondoka na utaenda nyumbani. Kuna watu ninaachilia katika jina la Yesu. Kuna wafungwa naachilia. Isaia 61. Roho wa Bwana juu yangu amenitia mafuta niwafugue walio jela, niwagange waliovunjika moyo, na walio wagonjwa niwaponye, na niwatangazie huu ni mwaka wenu uliokubalika, asema Bwana. Niseme nini? Mungu akuinue na akubariki. Niko na mjengo najengea Mungu. Hapa nimefanikiwa na kuota eka. Na ninaomba Mungu kwa maana hiyo najenga studio. Television, Best TV in Africa. Iko hewani inakuja. Best TV in Africa naijengea hapo. Na kwa sababu sitoshei hapo, basi nataka kuondoka. Pale Nyamakema bado ni maofisi. Mololongo. Shaba kubwa. Tujengee Mungu nyumba kubwa. Hatutapigia mtu kelele. Watu watakuwa umbali wetu, kwa sababu tunataka kuabudu Mungu. Tukisikia kupigia Mungu kelele, tunapiga. Tukitaka kupiga makofi, tunapiga. Ni kwa sababu yeye Mungu ni wa uwezo. Nikwambie kesho saa 8 kuja. Punda za Kisi zikapotea. Wakasuguka Efraimu. Sauli hawakupata punda.
lakini walipoenda kwa muonaji wakiwa na sadaka, maandiko inasema punda zikapatikana. Walipoenda na sadaka, inaweza onekana ni ndogo sana, wakaenda wakatoa sadaka kwa Samueli. Samueli akamwambia, usihofu kwa sababu ya punda, wamekwisha kupatikana. Kuna mtu amepoteza vitu zake, kuna mtu amepoteza title deed, kuna mtu amepoteza mpaka afya ya mwili. Nikwambie kuna Mungu wa raundi tu. Walipotoka kule, akamwambia utakutana na watu kundi tatu, bali jema wenye mikate na wengine wenye roho wa Mungu, utaongea na lugha kama wao. Ukitoka kwa Mungu au bakagi hivyo, unabebanga baraka. Mtu aseme amen. Faili yako labda ilikuwa imepotea, lakini sasa kuna malaika wa Bwana anatumwa aje ageuze, aje ageuze. Faili yako iliwekwa chini. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni sehemu ambayo imetengwa ya kufanyia Mungu ibada. Ibada ni wewe ufanye ibada. Mimi nafanya ya kwangu, ufanye ya kwako, ili Mungu akuinue. Gideon akaambiwa, Judges 6:25, Waamuzi 6:25, eda kwenu, chukua ng'ombe wa mwaka moja, vuja madhabahu ya baba yako. Alipovuja akaambiwa, chukua ng'ombe mwingine, tengeneza madhabahu. Basi nataka uwe na madhabahu yako ya kupeleka mastaka. Vita ni baina ya madhabahu na madhabahu. Nilikwambia kile kinafanya upigwe, kuna kitu wanaona ndani yako. Gideon ndiye mdogo, lakini aliinua Waisraeli akiwa mdogo. Sema amina. Sema amen. Nilikwambia mwaka huu ni wa kulazimisha. Mwaka huu ni wa kulazimisha. Bado najenga. Hata nikitoka hapa naenda pale kwa mjengo, najenga. Na sio ni kwa Mungu najengea. Nikasema kwa sababu kwa kwetu hakukuwa na huyo Mungu, nataka nimkaribishe tu aje kwetu, akaage kwetu, aje kwetu. Tukimuita ako karibu. Kwa hivyo nataka nikuambie, hata wewe fanya jambo. Punda zako zilipotea, zinapatikana leo katika jina la Yesu. Tunaweza abudu kidogo tu, kila mtu asimame na miguu yake, ili niweze kuhudumia watu. Abudu tu kidogo tu, sababu ni vizuri. Napenda kuabudu Mungu kidogo tu, kisha nikuombee. Kidogo tu, kisha nikuombee. Worship. Kick. Wapi hapo? Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Unajua Kuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Mama aliniambia, mwana unaenda, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Najua Kuna Mungu mwingine mwana aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Siku nitalala, nitabaki nilisema, hakuna Mungu mwingine nitakuachia. Nasema Kuna Mungu inua mikono yako, aliye kama wewe. Hakuna Mungu mwingine
unastahili ewe Yesu. Tutembelee Bwana. Wewe ndiwe Mungu unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe ndiwe Mungu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili hapa nimesimama. Unastahili kuabudiwa. Unastahili ewe Yesu. Unastahili kuabudiwa. Unastahili wewe. Inua mikono yako popote ulipo. Wewe ndiye unajua shida yako, ni kuombee. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninaomba watu wao Bwana umenitazama, ukawaponye, ukawajalie neema, ukawasaidie, ukawapiganie. Navuja kila mikataba, mipango yote ya ibilisi. Ninaachilia uponyaji kwao. Roho yote ya kuwagandamiza iondoke. Navuja mikataba yote ya giza Bwana. Mipango ya maadui ikaondoke. Kuanzia leo uwabariki na uwainue. Na ni kwa jina la Yesu Kristo nimeomba hata kuamini. Mtu aseme amen. Basi ukitaka kuokoka, inua mkono yako moja weka kwa kifua. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi mwenye dhambi. Nisamehe dhambi na makosa. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kutoka leo nimeokoka. Shetani na kazi yako nimekuacha. Sema amen. Inua mikono yako miwili. Baba, ni asante. Naomba watu hawa wameokoka, mfalme, na wakaribisha kwa uwepo wako mfalme, kwa ufalme wako. Na waondolea kila kisirani. Mijengo iliyojengwa na shetani ikaondoke kwao. Misemo iliyosemwa walipozaliwa hata wakiwa tumboni za mama yao Baba ikafunjike. Kuanzia leo wawe viumbe vipya. In Jesus name. Sema amen. Basi unaweza shika sadaka yako. Basi nikaiombea. Shika sadaka yako niweze kuiombea. Shika sadaka yako niweze kuiombea. Baba, ni asante kwa hizi sadaka wamezitoa mfalme. Wabariki, wainue. Baba, naomba wakiondoka kwa mikono yangu Bwana, wakiondoka mfalme, kesho waje na baraka mfalme, washindanie. Wakitoka mikono mitupu, wakarudi na baraka. In Jesus name. Sema amen. Basi tupatane hapo kesho. Mungu wa uzima akubariki na akuinue. God bless you.